somo katika maisha yako, katika roho yako, ni jambo la maana sana, ni jambo la msingi kuwa mtu ambaye umekuwa motivate na roho ya kuanzisha kisasi kimoshi. Kuna mtu katika katika akakutana naye shule yake inaandika. Sema katika pasari kwa kuniombea. Mungu mtu nitakutana kuna basi. Kama mtu umeokoka, asante na okoka amesema hivi. Okoka inakusaidia nini? Tunaona kama mshikaji, kuna mtu mwenye akakusa kwa limeta linaanguka. Linaanguka. Kuna ushuhuda ninaosikia na ninashiriki kuelewa kwamba hatutachukua sisi kwa sawa. Hatutachukua Kristo amefanya sasa yaenda. Mimi siamini ile mambo ya kwamba mtu anaweza kupiga Biblia tena na sisani kama inawezekana. Sikatali hizi hapo vipi wao ekumini sijui kama kutaja okotre kanigusa tayari na na kitu kimoja wakiwaone kanisa ambacho kinaweza kuacha tunabaki katika kisasi kisichokuwa cha mashini. Tunaweza kumwamini Yesu lakini hakulisi uwezo wa Kristo. Ni kwa sababu msoma indiscipline la foi. Nous sommes des indisciplinés à la foi. Discipline au spirit. Mungu asiyekuwa na utaratibu. Indiscipline. Ndio mmesikia. Kwa indiscipline. Tuna discipline ni Fransa. Mama ya sisi wa Kristo wewe. Kama shetani anaweza kupepeta wa Kristo ni kwa sababu tumeamini Yesu kwa kusema lakini kusoma discipline. Tunapotazama tunawaona namna mnavyoingia kanisani. Kisha Mungu anaingia ananiambia kitu kwa discipline. Haiwezekani mchungaji alitangaza kanisani. Mchungaji alitangaza sala. Na sisi tunakuja sala. And discipline spiritual. Na tunaleta hii katika makanisa. Na tunaomba kawaida. Sio kawaida. Mnachoamini kama ni wokovu kutumika katika ulimwengu wa giza kidogo. Na nimechukua siri ambayo hao watu wa ulimwengu wa giza wanayo ambao sisi wa Kristo hatuna. Sisi tunafanya mambo na mshaa. Tunafanya mambo na urekevu. Lakini katika ulimwengu wa giza hakuna mshaa. Ukifanya mshaa unakufa. Ninawahi kutembea na watu ambao wanaita wachawi. Wachawi wakisema tutafanya namna zeroe. Tutaifanyia mahali kwa kinyongo itakuwa zeroe kwa upande. Hakuna kuchelewa.
Nasikia roho yangu inanisukuma kufanyiza Wakristo ambao wanamwakilisha Kristo katika hii dunia. Hapana Wakristo fotokopi. Mwenye kusimama kwenye barabara, chapa za Kristo zinaonekana kwenye maisha. Paulo anasema, nami nasikia sababu nimebeba alama na chapa za Kristo juu ya uso wangu. Sasa hivi kuuliza jirani, umebeba nini juu yako? Tunauliza. Sijawahi kusoma katika Biblia mtu ambaye alikuwa na shetani akashinda mtu aliyekuwa na Mungu. Sijawahi kusoma katika Biblia mahali ambapo shetani akaresist nguvu za Kristo. Sijawahi kusoma. Amnajua Yesu hakumshinda shetani atake chini. Alimshinda shetani atake kwa. Hakumshinda shetani sawa Mungu, lakini alimshinda shetani sawa Mungu. So alikuwa amemshinda Mungu kama Mungu. Alimkimbiza Mungu kama Mungu. Akakuja duniani akavaa mwili sawa ili aweze kumshinda sawa Mungu, ili uweze pia kuwa na uwezo wa shetani. Yesu alipeleka mbinguni, tungelikuwa kama Yesu. Lakini ametupatia ushindi kwa shetani atake roho. Kanisa, rejea tena shetani hana lolote la kuwafanya mkiishi kulingana na Biblia. Mkiishi kulingana na maandiko. Mkiheshimu Bwana, mkitembea kama maagizo yake. Shetani chama chule wote wa shetani hawana kufanya. Unajua mimi nasema na ujasiri hata kwenye redio, kwenye mtandao nasema na ujasiri sababu najua hata mlozi akisikia hana kufanya. Hana chochote cha kufanya. Ni ujasiri Kristo amenipatia. Ameachisha kisasi ya washi. Ameachisha kisasi ya watu watakaotisha shetani. Ameachisha kisasi cha watu ambao watakuwa wahakilishi. Ndio maana nasema tusete za masadero. Nyinyi Mungu wa masadero wao. Katika hii dunia Wakorintho wa pili sura yake ya 5 inasema, unajua maana kusema masadero? Ambasaderi ni mwakilishi wa kiongozi wa nchi katika nchi nyingine. Ule ni ambasaderi. Sio unajua kitu kwa ambasaderi wa mbinguni wa hiyo dunia. Sio unazishwa kwa sheria. Wewe ambasaderi wa mbinguni katika dunia. Kisha Mungu anakukuza kwa uchifu wa jina la Mungu. Unazalisha mbinguni. Inasoma katika Biblia Wafalme wa kwanza 13. Pana hadithi za mtu ambaye anaitwa mtu wa Mungu na nabii Misri na mfalme mmoja. Mungu akamtuma huyu nabii akaenda akatabiri juu ya ufalme wa nabii wa mfalme. Alafu mfalme akakwazika. Wanasema mfalme akasema Mungu kama mgombe kafanya nini? Wasomaji wa Biblia mgombe kafanya nini? Mgombe ni mfalme. Mgombe ni mfalme. Ikabakilia hayo ikakauka. Sijawahi elewa namna gani mchawi anaweza kufika mbele ya mtike yako kisha anasema Mungu na wakili wanapita. Sijawahi elewa. Hii inaonyesha kwamba pana shida katika imani yetu. Pana tatizo katika imani zetu. Mtu anakuja anafika mbele ya mtike yako na anafanya inabasio na inaresi. Hayo sio. Ilikuwa
nikaziambia kama mmeshindwa usibakia kama uko na nguvu. Zikasema sawa, kwanza wewe unarudisha utaona. Ilipokuwa asubuhi nikatoka kwenye makesha, sababu ilikuwa siku ya tano na tulikuwa na zoezi, tulikuwa kundi la vijana tano, tulikuwa tunalala kanisani shaka Madrid kwa ajili ya maombi. Nilikuwa na kikoti cha maombi, kikoti kama pesa, kilikuwa kikoti ambacho kinatinga na baridi. Asubuhi nikatoka kanisani nikarudi nyumbani. Siku ya sita nilikuwa siende shule sababu anakuwa anasema English. Nikarudi nyumbani nikapumzika. Nikafika nyumbani nikatosha kofi, nikaendelea kucheza pote watu. Nikaamka kofi tena. Kofi nilitia mbele. Ashetani wanaelewa kofi ya mchungaji. Kabisa nilijua hata hii kofi itawaona mahali wamepeleka. Wao ndio sababu ndio usiku. Wakaenda kofi. Nikafua nguo zangu ili kuelekea jioni, nikakula chakula, nikaenda kujilaza. Nikiwa ninalala nikasikia nguvu konkrete, nguvu hizo zinazoingia ndani yangu. Niko katika usingizi, roho Bwana ananiambia amka. Nikaamka pole pole, nikaona watu watatu wameingia ndani ya chumba. Binti moja hapa kwenye kichwa, binti mwingine kwenye kiuno, binti baba mmoja mweusi kwenye miguu. Nikafanya ndoto, nikakuza ninakwenda kusika sababu sima ya kwanza napitia kama haya napitia mami. Alafu shaka zimetia disipline juzi akisheka ndoto inamsaka macho hivi. Ikagusa. Kaangalia mbili. Baba sina sana. Kaona ile kosa hii mnafanya hapa. Akasema tulimwambia unarudisha kusikia. Tumekuja asubuhi tunataka kutia. Tuko na ifanyizia kwa hivi binamu. Nimecheka hivi. Cheka magoti ya washinda. Sasa mimi nikawambia kama umeshiba kwa nini wako muko shirika kuweza na wakasema tumekuja kubeba. Nikasema asubuhi inaanza chini. Nikasema yote ilikuwa ungeona kakamata mjini inajifunika kila na chaleo mchiko kwa haya dunia. Kuna kitu Kristo amefanya kwa ajili. Kuna kazi amefanya ajili. Hata kusoma Biblia katika kitabu cha mwisho ya Agano Jipya, Ufunuo sura ya 3 kwa Kristo. Shetani hana lolote la kuwafanya. Hana lolote la kuwafanya. Hana kwenye biashara zetu. Hana kule ufunuo. Hana lolote la kuwafanya. Shida ni sisi. Tuangalie verse ya 7 inasema hivi. Maneno haya anasema yeye aliye mtakatifu, aliye wa kweli, aliye na ufunguo wa damu, naye anafungua wala hapana mtu anayefunga, naye anafunga wala hapana mtu anayefungua. Semeni amina kabisa. Nani anafungua? Yesu Kristo anafungua. Akifungua hauwezi funga.
wanatumia mitandao, hata kwenye mitandao wafundisho wao wanasikia. Kuna mtu mmoja aliyebeba ndoto yake na imeshindana katika shamba la Edeni, akailema. Na kuna mtu mwingine anayetokeza akairejesha, na anasema hakuna aliye na uwezo ya kuiondoa maisha yako. Na unapanga tunafundishwa injili sahihi, injili ya kwa Waislamu. Biblia inasema hamwapenda Waislamu sana Romans chapter 7 inasema yao kitu na nasoto tusaidizi wake. Hakuna tena hukumu ndani ya wote, juu ya wote walio ndani ya Kristo. Hakuna hukumu. Wala hukumu wanasema ni laana juu ya kwa Yesu Mungu. Wanaiona watu juu yao. Ukiwa ndani ya Kristo hakuna laana tena juu yako. Wakiona sisi tulio ndani ya Kristo, muone uhai wa Kristo juu ya maisha yetu. Sisi hatukufu tunaishi ndani ya Yesu. Biblia inasema mtachokwe na kueleweka. Kanisa, kuna kazi Kristo ameifanya juu ya maisha yetu. Kuna kazi Bwana ameifanya. Kama tukiishi maisha yake anayosema, maana ya Yesu hakufika na Yesu hakufanya. Na nimesema sisi waamini tuko kizazi ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mbona wanaendelea? Mungu atukuze sana. Mungu amenituma na ujumbe tulie. Na ujumbe ambao nimebeba kuambia Kristo ameanzisha kizazi kipya cha washindi juu ya shetani na falme zake zote. Amen. Sote kabisa. Unajua mimi siko hapo. Kuna watu ambao wanasema wakikosea manguo umeambiwa mimi bali hata ukikosea manguo hakuna laana itanibana. Uchi wa Kristo haikuelaani, sasa uchi wako utalifanya nini? Sasa wewe unatosha mavazi utalifanya nini? Hata usiku ungekuja kwa uchi itakufilia na kupigia na utapeleka. Hakuna uchi unaweza kulaani nini? Hakuna uchi unaweza kulaani kama Yesu ndani yako. Kanisa
Tulisoma jana habari za Daudi katika Wafalme, katika Samueli wa kwanza 17. Tumegusia maneno kwa haraka. Pia tunasoma habari zingine za Daudi katika Samueli wa 2:21. Tulianza verse yake ya 15. Biblia inasema ya kwamba Daudi akazaliwa na mtu ambaye anaitwa Goliathi akazaliwa. Na mnajua kati ya Wafilistini na Waisraeli palikuwa vita ya kisasi, de generation a generation. Vita kila mara ilikuwa inachipuka kati ya hizo taifa mbili. Na niliwaambia aliyeacha mambo haya yanaendelea ni mtu ambaye anaitwa Yoshua. Yoshua alifanya mambo mengi mazuri, lakini alikosea. Na yeye ndiye anaacha hii vita inaenda visasi hadi visasi. Hata mpaka leo hawaelewani. Nilikuwa nafanya kwa matendo nilipokaribia mwaka moja, anasema familia ya Goliathi iko inachipanga kutafuta familia ya Daudi sababu aliwapa siku yao. Leo mvitiniasie tulieleza namna huyu Mfilistini Goliathi aliweza kuonekana, namna gani Daudi aliweza kuonekana. Na tukagusia vita ya wawili walipigana. Na tukasema Daudi akaua Goliathi, lakini tulisema si Daudi aliyekuwa Goliathi, lakini ni Yesu aliyekuwa Goliathi, na sifa zikawa za Daudi. Siku zote Yesu anakuwa anakamata nafasi ya kwanza katika maisha yako. Vita zote ambazo unazipigana, utukufu na sifa zinakuwa zako. Na tunaelewa aje ukibeba Yesu, wewe utajua Yesu anatokea nini. Lakini watu watakuona wewe unakuwa mshindi. Watu wataona biashara yako inainuka. Watu wataona ndoa yako inakuwa sawa. Watu wataona taa yako inang'aa. Lakini wewe utajua ni Mungu anayefanya. Lakini watu wanaoona resulta watajua ni wewe ambaye unafanya. Ndio maana mwandishi alipoandika akasema Daudi atamuua nani? Goliathi. Lakini kwa kweli si Daudi, ni Kristo aliyemuua Goliathi. Lakini sifa zikawa za Daudi. Bwana anasema mnyamaze kimya, nitawapigania vita, sie vita ni Bwana. Lakini ukiangalia mara nyingi unajipigania, mara nyingi wewe unajitetea. Unajua kuna watu ambao wamesaliwa na watetezi katika dunia, lakini sisi wengine hatuna mtetezi isipokuwa Kristo. Kuna watu wengine wamesaliwa na busara ambao wanaweza kuwasema vizuri mbele ya Mungu. Sisi wengine hatuna Mungu ambao wanaweza kusema, lakini tuna Yesu ambaye anaweza kusema mahali ambapo sisi hatuwezi kuingia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nimekuwa nikifundisha mahali fulani kasema katika dunia hauwezi kuweza asipokuwa na hivi vitu viwili. Kimoja kati ya hivi vitu viwili mashikani. Hauna kuona mhubiri ambaye anainuliwa na kujulikana, ambaye anahubiri na upako kama hana Mungu ama kama hana shetani. Haiwezekani. Ndio maana ukiwa katikati na shida
anaogopa. Tuwe sana ni kufanya shughuli kazi ya Mungu na ashika. Wote wale ambao sio moto na baridi. Sio uwe moto na uwe baridi. Kwa na shida na Mungu maisha yako yanatembea vibaya. Unataka biashara yako iendelee. Kama hautaki Mungu, nenda kwa shetani. Lakini shetani anapoka na komisio atakukula mbele ya yako. Ndio maana nawashauri mkamate Mungu, ana uwezo wa kufanya milionea. Yesu ana uwezo wa kukuajirisha. Yesu ana uwezo wa kukuokoa msize, ana uwezo pia wa kukuajirisha. Yesu anakufia sasa, ana uwezo pia wa kuponya aina zote za magonjwa. Biblia inasema soma Biblia katika kitabu cha Zaburi. Sabua. Hata verse ya kwanza mpaka verse ya 3 mpaka ile verse ya 7 inasema yeye anayesamehe maovu yenu yote, anawaponya magonjwa yenu yote. Yesu ana uwezo. Hapana kunakupatia uzima wa milele, anaweza kufanya tawala maarufu katika hii dunia. Ndio maana ninajua ya kwamba Mungu ana uwezo ya kunifanya predicateur international. Ninaamini Yesu ana uwezo. Yesu ana mamlaka. Ananiingiza ndani ya roho zetu. Ananiingiza ndani ya roho ya taifa. Na wote wakasema kijana huyu ana neema ya Bwana. Ninajua Yesu ana hiyo uwezo. Mfumu hana hiyo mamlaka juu ya maisha yako. Mwenye hiyo Mungu hima. Mtu mwenye hiyo mnyasi. Hapana kijana. Wewe tasa wa miaka. Hakumalizia uwezo yake jina ya Elizabeth ya baba. Na leo ana uwezo kutoka hapa ukiwa na mimba ndani ya tumbo yako. Mungu ana uwezo. Yesu ana nguvu za ajabu zisizoeleweka. Miujiza tunayosoma katika Biblia ni eshantio. Ni eshantio. 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 Biblia inasema Daudi akazaa watoto. Nataka turudie pale. Turudie pale kidogo. Mimi nimefika katika Samuel wa pili. Akubili na moja tuone pale 15. Alafu Goliathi alizaa watoto. Goliathi alizaa watoto. Yeye Goliathi hakuwa katasa, alizaa. Na Daudi naye akazaa watoto. Verse ya 15 inasema Wafilisti walipiga vita juu ya Israeli. Kule mchapitani ya Samueli wa kwanza, Daudi amemuua Goliathi. Akatania vita inaisha. Angejifunza kuzaa watoto wenye nguvu. Angejifunza kuwatengeneza watu ambao wanaweza kusaidia kesho. Wangemwangamiza siku hii. Angejifunza tena kulikuwa jina Goliathi. Akakatiana. Biblia inataita jina yake wanataita ako Isii Benomi. Isii Benomi angemuua Daudi. Alikuwa anajua ya kwamba huyu ndiye alimuua baba. Mwenye alimuua baba ni fulani, alikuwa anajua. Na wakati alikuwa mkubwa, Biblia inasema tena Wafilisti wakainuka juu ya Israeli.
Mungu akuinuliwa sana. Watakao kupatia ushindi wakati nguvu zinakuishia. Bwana akuinulie watu ambao watakao kutetea mahali ya utetezi. Bwana awainue watu ambao watakaoona unatafuta pata haya wanakufika mavazi. Bwana akuinulie watu ambao watakusema vizuri na wengine walikutakaza vibaya. Haleluya. Nguvu zikamwishia Daudi, isije akasema nitamuua Daudi leo, lakini alisahau Bwana na uwezo ya kutosha kisasi ya ushindi ndani ya mtu aliyeua ushindi. Ndiyo maana nyinyi wote mnaosikia mnaitwa Saint-Bernardin de Montrevier, kuachisha kisasi cha ushindi. Na hautaweza kuachisha kisasi cha ushindi wewe usipokuwa ushindi. Ambia jirani yako uko na nini kuweza. Tia ujenele Yesu. Hawa kuwa sina kuwa hawa kuwa ya kusema nitafanya zambi nitashangaza kesho. Hakuna kuwa Amen. Neema ya Bwana haiko dushi. Yenye mtakuwa kwa ya saa zote. Tuna mzee yako ufike saa yote. Amina. Na Wakristo wao wanafanya sana. Asasa kenda hata sababu zetu zote ni kama damu. Anasafisha kwa upendo na mzee. Achana na ushezi, achana na upuzi wa kiroho, achana na msaiko. Heri wale wanaojitakasa. Heri mafasiri zaidi za watu wasiokuwa na Mungu katika maisha yao. Heri wale wanaosafisha mavazi yao na damu ya mwana kondoo asili. Na sababu inasema Mungu watakatifu jinsi Baba yenu alivyo mtakatifu. Mungu watakatifu. Tena mnajua sisi wakosefu. Sisi wakosefu. Ndio mnao maombi utakaso. Siwezi sema sisi wakosefu. Sote hatuko wakosefu hapa. Kuna watu wameishi utakaso. Kuna watu wameishi utakaso. Hawa wakosefu wanaishi na Bwana. Wanaangalia maandiko. Wanafuata njia. Ukiomba zaidi waliokosea, hapana sisi sote tu wakosefu. Mungu ni kuna nani? Ukiomba ukijua ukosefu, sema mimi ukosefu na wale wakosefu wenzangu Bwana. Hapana sisi wakosefu. Hii ni kisasi ya kwanza ya Goliathi na kisasi ya kwanza ya Daudi. Goliathi alianzisha kisasi ya watoto wa Rebeka. Daudi akaanzisha kisasi ya watu wa Shilo watakaoshinda Wafilisti siku zote. Tusikie Biblia inasema halikuishia verse 17. Tunaweza kuweka 18. Na nyuma ya vita ilikuwa tena na Wafilisti wako. Halafu Siekani Mhusa akaoa Safu aliyekuwa wa wana wa mtu mrefu sana. Unasikia vizuri kabisa? Yes, Siekani akaoa Safu mwenye alizaliwa na mtu mrefu.
asubuhi, magharibi, na ng'ombe mtoto. Nasema huyu mtoto kama mlezi, si kwa malengo ya kuwa hiyo katika utumishi, lakini ninachukua na malengo ya kusudi ya mtoto huu umfanya awe msaada kwa dunia mara 7 kuliko baba yake. Ninawaombea watu kwa nyakati na wakamata, ninanena na wakamata, ninatabiri kwa maisha yao, sababu ninajua kama malengo ya shetani ni swala ndio maana sasa usiwe na zoea sana chichi wewe chichi wewe unaanisha kizazi ya chichi na wewe baada ya mambo mengi atakuonesha kile foto ona foto ni si mwana kuonesha kile viva na utakufa na nafsi chichi onash anakuzi unafana atafanana na siku moja basi unisamehe hawana wakati akapita hawana wakati bakuize kuna siku mama yangu alilala. Unajua siku za leo nilikuwa shindikana. Shindikowe. Kwa sasa tunaona ujifunze kutokana na watoto. Na sababu nilizaliwa katika neno nilijua uwezo wa neno la sasa. Nikamfuata jioni nikasema maisha ni laana. Mamusha ni laana. Kisha akasuda kutoka akasema nilisema nilishinda akaingia laana. Unajua ni laana muulize nilikuwa nani atawaambia nilikuwa na fotokopia shetani dunia. Ndio maana hata mtoto wako alipike na mkakati usikulaimaki. Anaweza kuwa analipika na tafuta ushuhuda. Ndio maana unaikaa kutoa ushuhuda kwa ajili ya Mungu. Nilikuwa mtoto ambaye hakueleweka katika familia. Mtoto mchungaji lakini emboli galite tumbadu mwenye vita mwenye hasira. Nilikuwa ninaweza kufanya miezi kama mama yangu hajawahi kuona ikiwa na roho nyumbani. Miezi hapo mama yangu anaona mimi na mimi na watu wake. Baada ya mimi na shalala mimi naenda hapo. Miezi tatu sikuwa nitaendesha maisha nikawa baraka nikawa mwashirati na akashua sababu washirati ni vitu havishikamani akafungua niacha ishi mbaya halafu akasema ukaendelea kupata shida nikaendelea kupata shida na nikajua leo tumeenda tutu leo shida wewe nikarudi mama
mlio kama kuna wazazi wanaolaani watafuti waambie sasa tosha laana maisha. Na ni wazazi mlio mwachane kwa afanye kwa sijakula ni kwa ilikuwa bebe yangu au bebe ya familia bebe yangu sio nani bebe ndio kama kusikia maneno. Ndio maana unaweza ukalaani mtoto mmoja umelaani bila msingi. Washakomolo na kweli. Ndio sisi watoto tunawachokesha kila mara tunawachokesha. Lakini tunapochoka sema Mungu wewe mpaka hizi ndoto. Usikumbuke. Kisha unaachia hapo. Ile ndio ya kuchoka na maombi. Mwache kuachilia maneno zaidi ya watoto. Unajua leo nikihubiri mama yangu anajisikia nini? Anacheka. Nilikuwa nasema pale kanisa baba akawa nikisema hata akasema mimi yeye anaruka. Sababu amekuwa sifa ya maisha. Mungu awape neema ya kuona wokovu ya watoto wetu. Mungu awape neema usiku na hawa hapa chini haya kwenye mapendo wa hapa. Bila kubwa sana. Bila kubwa sana. Kizazi cha Daudi kinaokoa manabii. Ukiangalia pale chini wanasema sasa na ilikuwa verse ya 19 na ilikuwa tena vita na Wafilisti kwa Gogu. Elihanani mwana wa Yere Oregimu Bethlehemu. Daudi ni mtu wa Bethlehemu na huyu ni mtu wa Bethlehemu. Akaua Goliathi Mgiti. Goliathi wa pili. Huyu mtu wa Bethlehemu anaua Besalasi tena Goliathi. Apende sana. Daudi alichukua kuanzisha kisasi kitakachoongoza Bwana. Daudi alikuwa kuanzisha kisasi kitakachoonyesha Jehova. Alichukua kama Bwana alipigania, atawapigania. Kama Bwana aliwezesha, atawawezesha. Kama Bwana alishikilia, atawashikilia. Daudi alichukua na akafanisha kisasi cha washiriki. Hakuna mtu wa jamaa ya Goliathi aliyeshinda mtu wa jamaa ya Daudi. Sasa nilisema niko najifunza kuanzisha kisasi cha kushinda walozi nyama zote zinazobaki. Niko najifunza kuanzisha kisasi. Mmoja ndani ya kisasi chako akifika mkati walozi wa hapo. Kama Mungu anatafuta hapa shorosi, nipe ile asema. Nipe haya. Nilikuwa nafundisha mahali pengine. Lakini nikasema neno hili. Kisha sijui kama na nyinyi mtaisikia namna gani. Nikamwambia mchungaji, sababu hizo mchungaji anakaa. Nikasema akionekana mtu katika kanisa mwenye anataka kumwambia mchungaji asimtole mama fulani ni mlozi. Usitenge mwenye kusema ni mlozi. Utenge mwenye anambia sio fulani ni mlozi. Ule mtu hafai katika kanisa. Basi mama fulani anatufika kwa basi, yuko anatufinyanga usiku, ungenitenda. Wewe ndio unaokoka, wewe ndio unatenga sasa. Namna gani tunaweza kufika hapa? Kisha anaanza kufundana na Kristo.
Na bila hayo unakuja kwa baraza ama fulani mtenge kwa mzima. Na unataka niwaze. Kuna kanisa mnasema kwa pale Goma. Mwenzeni pasuke. Tu anasema kiongozi alikuwa vice president wa Amulirosi. Fuso mkanisa nikaambia wachungaji wa pale nikasema ule mama mlozungumzaji wa uongozi ni wa maana sana kufundisha ili kuletea kipimo yendo termometer spiritual ya kanisa. Na hapo ndipo tunafungia kwa siku ya leo. Biblia inasema hivi, tuanze na kumi. Na ilikuwa tena vita kati ya Gati. Ilisema Gati unaona kizazi ya Goliathi. Sababu ilisema Goliathi kuna kizazi ya nini? Ya Gati. Pahali alipokuwa mtu mrefu sana Goliathi mama yake. Aliyekuwa hakuli kushukua Goliathi. Aliyekuwa na vidole 6 ukiwa mmoja. Yeye alikuwa na misisi. Amna kila mmoja alikuwa na misisi. Si alikuwa na vifaa na mkono, yeye alikuwa na vifaa. Biblia inashuhudia. Inasema naye ya Mungu alikuwa naye. Wasema sasa naye wakati aliposhutumu Israeli. Kristo baba yake alikuwa anashutumu Israeli. Naye akashutumu Israeli. Akashutumu Israeli. Ukatokea mtu ambaye anaitwa Yonathani, mwana wa Seruya, ndugu ya Daudi, alimuua une génération de vainqueurs. Kama baba yako alishindana Sokoya, na mimi nakusimulia tu. Kama Yesu alishindana mapepo hamna kufanya. Kama Yesu alishindana shetani hana kufanya. Kama Yesu ameshinda madaimoni na sirene zote za macho, hazina kuwafanya Wakristo. Namna gani ushindi wa Daudi na Goliathi inaenda vizazi hadi vizazi, lakini sisi nguvu za Mungu ziko kama zilishia kwa usalama. Kwa sababu nguvu za Mungu zilishia kwa usalama. Kuna siku moja nikatenda katika kanisa, sio sababu nilifanya sana, lakini kwa sababu nguvu za Mungu zilionekana. Akasema kama nako kaangalia shawakalete miezi 6 siwezi kuwa mambo ya sana. Shughuli zao watu wanachukua kazi
Filipo mbele na mimi nilifundisha. Filipo. Tumezikana nguvu za Mungu na kwa nafsi amesiamini. Joma kinaweza kusimama. Kanisa amejaribu Yesu amekufanya mwili ya kushangaza. Namwambia tena. Mtaona tufunguliwa vile. Kufunguliwa kwa jina la Yesu. Yesu ipo. Ni wapatia alipo. Mungesema mtume kwa alipo. Umepata? Unaijua? Nitoe alipo. Tunamalizia hapo na mengi ya kusema, hata tuache mwenge na sisi nasema mfizi hasa ili kuna chakula. Alafu nikasoma hii Biblia kuna sana ile ungesema tunaje ya kusoma. Sura ya 8. Yesu alifanya ushindi. Amefanya ushindi. Tunaweza kukumbuka tatizo. Tunapata tunayosoma. Usikilize vizuri, Filipo alikuwa na Israeli. Puf! Ashaya navyo. Tunajua Matendo ya Mitume 8:1-9. Kisha walipotoka katika maji, ni habari ambazo Filipo anaweza kubatiza huyu mtu wa Ethiopia. Biblia inasema wakati walipotoka katika Roho ya Bwana akanyanyua Filipo. Roho ya Bwana akamnyanyua Filipo. Naye towashi hakumwona tena. Na mtowashi hakumwona tena. Akakwenda zake akifurahi. Ule mtowashi akaenda akifurahi. Lakini Filipo akaonekana. Filipo akaonekana akipita akihubiri habari njema katika miji. Shangilia Kristo mtakatifu. Filipo amemaliza kubatiza towashi. Akishamaliza kubatiza, wakati alitoka kwenye maji mchendelea chakababu kwenye hawezi kuingia kwa siku. Wakitoka maji, Roho wa Mungu ikabeba Filipo. Filipo akaismaye akaenda katika alihubiri hizi kazi za Kristo. Ni nguvu za Roho Mtakatifu. Biblia inasema Roho wa Bwana akambeba Filipo. Tuko na spiritual inayosemwa. Haleluya. Kila muumini na hiyo Roho wa Bwana yako na anaweza kufanya makubwa kwa mtu. Anaweza kufanya extraordinary. Paulo alipewa uwezo wa ajabu. Biblia inasema mshwa yeye unakuja na unaitisha hiyo unakimbia kama ng'ombe. Unakimbia kama hiyo maji kwa shamba. Quelle puissance. Kisha wale mlozi anakusaka kujibu yote na anamuka. Reverend. Hizi ni nguvu za Kristo ziko ndani yako. Ziko ndani yako. Kuna mahali fulani nilikuwa nafundisha, nikaambia kuchukua ile mshwari. Akashika kuinyangula, akasema ni mlozi. Sasa mnashika. Unajua unapokuwa na Mungu anaambukiza na vitu vilivyo ndani. Lelesh zilikuwa zinakusamwili wako zinafufua maiti. Zinafufua
Sisi leo nous sommes des chrétiens ordinaires. Ikiwa tumezaliwa na nguvu za Mungu pekee isiyoharibika. Mimi ninajua nikakaa nikashimama kama una mapepo wewe hawezi kama mtu na kuanguka. Ninajua mimi nikakaa mlosi hawezi kama si hawezi kama mimi naprosi pendo uwezo wa Mungu, uwezo wa Yesu ndani yangu. Hata dunia inasoma ile kisa. Tumalizie kwa wao. Yohana 18. Tunaje kusoma verse ya kwanza. Yohana 18 verse ya kwanza. Verse ya kwanza. Kwa hiyo verse ya kwanza tusomea verse ya pili. Wakati Yesu alipokwisha maneno haya, akatoka pamoja na wanafunzi wake kwenda ng'ambo ya Kishito Kidroni palipokuwa shamba. Akaingia yeye na wanafunzi wake. Basi Yuda vile yule aliyemtoa alijua pahali pale, kwa sababu Yesu alikwenda kule mara nyingi pamoja na wanafunzi wake. Achia pale. Habari za Yesu wanasema na Yuda mwenye anafanya wakamtoa alijua Yesu yuko alishua. Mlosi utafuta haiko kule. Maadui kuimuka kia biashara yako haiko kule. Problemu wakati unaimuka wewe na ufie toka kule. Huyu Yuda anaenda kufanya conspiration pamoja na watu ambao wanatafuta kumkamata Yesu. Na Yesu hakushangaa kama kuwa inalikuwa akaenda na alikuwa anafanya nini? Asitafanya conspiration. Sawa, alizidia Yesu. Verse 3 nasema basi Yuda alikwisha kupokea kikosi cha askari na watumishi wa wakubwa wa makuhani na Wafarisayo, anakuja kule na taa na mienge na silaha. Akakuja na silaha mienge wakakuja nazo kwa ajili ya mifilimu kwa manaitwa Yesu Kristo. Shuka kidogo bila kushuka. Yesu akishua maneno yote Yesu akishua yenye atafuta yatakayokuja juu yake, akatokea wamama wanafunga waombeni wafanya biashara wote wao tafasari kufuta kuombea. Yesu akishua nianze kumsali wa ile. Basi Yesu akijua maneno yote yatakayokuja juu yake, akatokea akawaambia, unatafuta nini? Yesu akapiga kwenye miguu. Baba ndiye anamwambia Baba. Baba ndiye anamwambia Yesu kwa akaenda kwenye miguu. Akawauliza unatafuta nani? Sikiliza chini hapo. Tano, wakamjibu Yesu Nazareti. Tunatafuta Yesu Nazareti. Maana yake walikuwa na Yesu na hawamjua Yesu. Na jiuliza nani anataka mtu mwenye amefanya mambo safi za baba hivi. Kisha wanaambia katika kuliko wa kusahau. Unaelewa zile nguvu. Donc mtu anaweza kuwa mwenye iko na malengo mabaya juu ya maisha yake. Kisha akakuuliza haujui na fulani na wewe ndio unauliza. Tena mwenye anakujua Bwana akamkofusha macho na
Basi wakati alipowaambia ni nini, walirudi nyuma wakaanguka chini. Kama Yesu alishinda maadui, wakamwona Yesu akawaambia nini, na wote wakarudi wakaanguka chini kifudifudi, wakaanguka kifudifudi. Maadui wako wanaweza kuresist. Kwa Kristo, mwache kuogopa maadui, mjiunge na Yesu, mjiunge na Kristo, Akawafanya washindi, mjiunge na Bwana, akawafanya watawala, mjiunge na Yesu, akawafanya watu wacha. Biblia ni kama walimshinda Yesu, Wakaanguka, enemy wao hawezi kuresist. hata kama unampenda juu yako, ukimtazama unapokuwa juu ya maisha yako, itakuweka chini au unakulifanya. Mimi ni kizazi cha Kristo, kizazi cha washindi. Na wewe mwamini yako kizazi cha Kristo, prompt conscience, kuwasaidia kuwa discipline na utaona matokeo makali na furaha hawatariki. Shimama tuweze kuomba Bwana. Tunaambia Mungu mmoja tu. Mwambie Mungu mmoja tu. Kama unasema kumi zote zimenyuma ya kumwambia Bwana, mimi nimekuamini. Hii maombi ya waamini kama upagani na basi, sababu hautaona kitu. Mimi sio mchungaji ambaye nitakutia maswali ya uongo. Watakao na la génération de Jésus. Benye wamesaliwa na Yesu, utaona resultat. Unajua kuna wakati shetani anatumia kuprofite ignorance, anaprofite lakini umechua, hakuna lolote utakalo kufanya, iwe kwenye biashara, iwe kwenye nyumba yako, iwe kwenye shamba lako, iwe kwenye ufuko, kwenye kazi ambayo Bwana amekupatia, atakusimamia, atakufika utukufu, atakufanya mtawala, utatawala pamoja naye. Fungua kinywa chako na kumwambia Bwana, nimeelewa sasa, mimi ni mshindi ndani yako, mimi ni mtawala pamoja na wewe, mimi ni kizazi cha washindi ndani yako Bwana. Wewe unapofungua neema, hakuna anayefungua mlango. Wewe unapofungua neema, hakuna anayeweza kuizimisha. Mwambie Bwana, nimejua sasa, nasimama kwa ujasiri, natembea pamoja na wewe. Ninajua unayafanya tena, ninajua unayatenda tena, ninajua unayaachisha Baba. Omba Bwana, mwambie Yesu, kwenye biashara, uwepo wako uonekane, kwenye nyumba lako, nguvu zako zisimame, mahali pote nitakanyaga. Umesema utanifanya mtawala, acha Bwana utawala wako utembee pamoja nami. Endelea kumwambia Bwana, mwambie Yesu, naamini unaweza taifa lako wakuone tena, na taifa hili likushuhudie tena. Jesus, mwambie Yesu, mwambie Yesu, mwambie Yesu kuanzia leo sitawaogopa maadui, sitaogopa ulimwengu wa giza, hawana lolote la kunifanya. Mwambie Yesu, mwambie Yesu, mwambie Yesu, unitendee mema, unifanyie ishara zako, nguvu zako zinapita. Sikiliza maombi ya wana wako.
wafanya biashara wote mlio hapa, mtaweza kusogea hapa mbele na waombea. Mnajua ulimwengu wa giza inafanya mambo usiyojua, inaweza kuzunguka, inaharibisha milango, inaharibisha biashara, na ukachukua biashara haipendezi. Unajiuliza nini? Kama inaenda katika zamani kupitia mtumishi naye anakutendea mema. Ninaamini nguvu zako, ninaamini ukombozi. Komboa biashara za watakatifu hao, biashara za watakatifu wote wa kanisa hili ambao hawapata neema kufika hapa. Bwana, tengeneza na uachilie ukingo wa ajabu juu ya biashara sana. Wabarikiwe wote Kristo. Natakasa mikono yao kwa damu yako Kristo. Kama kuna mtu amekosea, umsamehe, urehemu na ukubali tena. Wanapotoka, chochote watakachokigusa kwao kitaendelea. Chochote watakachokifanya kitafaulu. Chochote Bwana nawatakia baraka, nawatakia kuendelea, nawatakia kutawala mahali Bwana amewaweka, waende na watawale kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Bwana awatendee mema na awainue tena kwa jina la Yesu. Kanisa lote Mungu awabariki.